akubariki. Mungu akubariki sana. Basi naomba niseme na wewe neno hili. Kutii neno la Mungu kunazaa matokeo zaidi ya uzoefu. Kutii neno la Mungu kunazaa matokeo zaidi ya uzoefu. Na huu ni ujumbe ambao Mungu amenipa tarehe 21 mwezi wa 4. Hata kule ninakotokea sikufanikiwa kuwashirikisha kwa sababu ilikuwa ni siku ambayo nasafiri, kuna mahali nilikuwa naenda. Ukifahamu hiki, ukakiishi hiki, maisha yako yatabadilika, yataonyesha. Yaani Mungu aliyekuwepo nyakati zile yuko mpaka sasa. Tunachokosea sisi sio kwamba Mungu hayupo. Tunachokosea sisi sio kwamba hatuombi, tunaomba. Lakini kuna baadhi ya kanuni tunazisahau. Bwana asifiwe. Kitabu cha kwanza ni kitabu cha Luka sura ya 5 na mstari wa 5. Kuna hadithi fulani pale. Luka sura ya 5 na ule mstari wa 5. Simoni akajibu akamwambia, Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha tusipate kitu, lakini kwa neno lako nitazishusha nyavu. Bwana Yesu asifiwe. Hawa ni watu ambao tunafahamu walikuwa wavuvi, ni wazoefu wa kazi yao, wana utaalamu wa kazi yao kwa muda mrefu. Bwana Yesu asifiwe. Nitakwambia kwa nini nasema hiki ninachokisema. Kuna kitu kilitokea kilichompelekea Mungu kunishirikisha hiki ili nikipeleke mahali fulani. Sasa nakuletea kwa sababu kina faida na kina matokeo yake. Bwana asifiwe sana. Nasema kwako kwa sababu kina faida na kina matokeo. Kuna mambo ambayo mara kadhaa tumekuwa tunayafanya kwa sababu tuna uzoefu nayo. Na mara nyingi yamekuwa yanaleta matokeo yale ambayo sisi hatukuyatarajia. Yaani unatarajia kuona matokeo tofauti, kwa maana ya matokeo mazuri. Unatarajia kuona labda kuzaa na kuongezeka kwenye maeneo yote, lakini mwisho wa siku unakuja kuona kile ulichokitarajia hakionekani. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa nini hakionekani? Kwa sababu kuna kitu alikuwa nakizungumza, nafikiri ni katibu hapa. Bwana Yesu asifiwe. Jumatano na Ijumaa, inawezekana na siku nyingine. Tulio wengi tuko busy sana na mambo yetu ya kawaida, maisha yetu ya kawaida. Lakini pia tukumbuke kwamba kuna aliyetuleta duniani ambaye yeye ana kusudi lake kwetu sisi. Yaani hatupo hapa duniani kwa ajili ya maisha yetu. Hatuko hapa kupambana kwa ajili ya chakula tu, kuvaa, wapi nikalale, kutengeneza misingi ya maisha yetu. Tukumbuke kwamba tuko hapa pekee kwa sababu kuna kusudi la Mungu. Niliwahi ulizwa swali siku moja, swali ambalo niliona ni kama vile Mungu ni kama ananionea, lakini nilipokuja kukaa na kutafakari nikagundua alikuwa anazungumza kitu cha muhimu sana. Aliniuliza swali moja, akaniambia, Dani, umerudi Dar es Salaam labda kwa sababu ya mkeo. Nilikuwa natakiwa kwenda kufanya kazi mahali fulani. Nilipewa wajibu wa kwenda mahali kufanya kazi. Sasa kwa sababu nimezurula sana, nazunguka miezi 2-3 siko nyumbani, nikasema hapana, ngoja niende Dar es Salaam nikaone familia. Kwa kitendo changu cha kukataa kwenda pale kufanya ile kazi, na ilikuwa ni ya siku 3 tu, nikasema ngoja niende Dar es Salaam kwa sababu Dar es Salaam nitaenda tu niwaone siku moja, na kaa nao masaa labda 12, alafu napanda gari naelekea kule. Aliniuliza swali moja, akaniambia, Dani, nitakachokifanya ni kitu kimoja, kwa sababu nimekuita na tayari umeshaingia kwenye wajibu. Nitakachokifanya ni kumchukua Glory. Na nikimchukua Glory sitakuruhusu uoe, kwa sababu kilichokuleta nyumbani ni mke ambaye mimi ni wa kwangu, nilikupa kwa ajili ya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Swali lake lilikuwa, nikimchukua Glory, kusudi langu ndani yako litaendelea kuwepo au halitakuwepo? Alikuwa anauliza hivyo akiwa na maana gani? Alikuwa ananiuliza kwa sababu tayari nilishatengeneza mazingira ya kwamba ngoja niende nikaione familia. Nikasahau kwamba kuna kitu Mungu jambo ambalo sio baya. Bwana asifiwe. Sio jambo baya, ni jambo jema. Lakini unapokuwa tayari kwenye wajibu ambao Mungu anataka ufanyie kazi, linakuwa ni jambo baya. Kitendo cha kuacha kutekeleza ajenda ya Mungu kwa wakati anaotaka, ukaamua kwenda kufanya jambo linalokuhusu wewe. Bwana Yesu asifiwe. Tayari ni changamoto. Bwana asifiwe sana.
Maana mbele za Mungu watu watasema Dani ni mtumishi wa Mungu, lakini mbele za Mungu akiniangalia naona ni muasi. Kulikuwa na agizo nikalifanyie kazi, Bwana asifiwe. Na mimi nimeliacha agizo lake kwa ajili ya mambo yangu binafsi. Kitu ambacho hakimfanyi Mungu anipe pumzi mpaka sasa. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa namtafakari ndugu yangu anayesema ameguswa na mapanga mkononi. Kulikuwa na neema fulani ya Mungu kwake. Manake kuna kusudi. Kama lisingekuwa kusudi, asingetoka kwenye yale mazingira. Kwa nini ametoka? Kuna kitu ambacho Mungu anajua kwamba huyu mtu lazima akifanye na lazima akitimize. Ndio maana amefanya alichokifanya. Lakini kwa sehemu anakuachia alama. Bwana asifiwe. Ili usije ukafika mahali ukadhani unaishi kwa sababu ya kwako. Hapa ndipo mahali ambapo mimi nimefika. Bwana asifiwe. Hii ni hatua ambayo mimi kwangu nimeamua kuweka mguu wangu kabisa na sifarakani nayo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hao wenzetu walikuwa ni wavuvi kama ambavyo wewe na mimi tunaweza kuwa tuna shughuli zetu tunazifanya nyingi. Tuna uzoefu nazo. Kuna wakati Mungu huwa anaamua kufunga mlango. Kuna kitu nitakisema ambacho kinatoka kwenye hili eneo. Nafikiri aliwaomba hawa watu alipofika kwanza, aliomba aingie kwenye chombo chao. Alipoingia kwenye chombo, wakiwa wamefanya kazi ya kuchosha, wanatengeneza ni kama wanaosha neti zao sasa, nyavu zao ili waweze kurudi. Bwana asifiwe. Labda kama ni majumbani, kwenye mambo yao mengine, lakini kwa habari ya hapa sasa wamekata tamaa, hakuna uwezekano. Bwana asifiwe. Aliomba kuingia kwenye chombo kwanza. Alipoingia kwenye chombo akafundisha makutano akiwa kwenye kile chombo kwanza. Baada ya kumaliza kazi yake ndipo swali liliwaendea, wanangu mna kitoweo? Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Walipoulizwa hili swali walijibu wakasema hapana. Akawaambia sasa mtashusha nyavu, na aliwaelekeza na upande. Eneo ni lile lile ambalo wao walikuwa wanafanya kazi lakini hawakuona. Sasa mimi nilikuwa natafakari, inakuwaje eneo lile lile samaki wapo, nyinyi mmefanya kazi wamekosekana. Anakuja mtu mwingine anaomba chombo chenu anakitumia, halafu anaambia tupeni nyavu sasa upande wa kume. Maana yake nini? Kulikuwa kuna shule fulani ambayo Mungu alitaka mimi na wewe tuione pale. Utie wa neno la Mungu una matokeo zaidi ya uzoefu. Uzoefu wao, elimu yao, connection walizonazo na watu hazikuwasaidia kwa wakati ule. Kilichowasaidia ni kauli walioisikia toka kwa nani? Na kwa nini Mungu aliamua kuwaambia sasa mtatupa nyavu upande fulani na kuwapa uelekeo samaki wanakopatikana? Ni kwa sababu walikuwa tayari kuruhusu chombo chao kitumiwe na Kristo. Asingewapa, Biblia inasema hivi, asiyefanya kazi kula anasifanya nini? Wengi tumelichukua andiko tumelipeleka kwenye mambo yetu yanayohusiana na ugali wetu, mavazi yetu, nyumba zetu na familia zetu. Tumesahau Mungu ni roho. Kwa kabla ya kuchukua ili andiko kulipeleka upande wa mambo yako binafsi, lazima kwanza ulipeleke upande wa Mungu. Ndicho alichokisema. Baada ya hapo ndipo urudi kwenye mambo yako binafsi. Kwamba ni kweli nisipoenda shambani nikalima sitapata ugali. Bwana asifiwe. Lakini kuna wajibu, hakuna mtu ambaye ameletwa kanisani, mimi mara nyingi wanasema kama mshirika wa kawaida. Yaani ukiingia kanisani lazima utafute sehemu yako ni ipi? Nini unatakiwa ufanye? Hakikisha unasimama kwenye wajibu wako. Wakati mwingine, Bwana Yesu asifiwe, wakati mwingine usisubiri hata mpaka uambiwe vitu fulani. Bwana apewe sifa. Jifunze hivyo. Ndani unaweza kuwa unasikia. Unajua ndugu yangu aliyesimama hapa akasema nilimwekea Mungu nadhiri. Bwana Yesu asifiwe. Ni muda mrefu. Kuna gia nyingine kubwa zaidi. Bwana asifiwe. Kanuni ikoje? Unapoona kuna kitu unaweza kufanya kwa ajili ya Mungu, kifanye. Usisubiri mpaka watu waseme tufanye kitu fulani. Yule anatumika kama mjumbe, lakini we ndani unasikia nini kufanya? Bwana asifiwe. Mtu anaweza kusema tunahitaji hela ya kanisa, sio kuendesha kanisa. Tunataka pesa kwa ajili ya kitu fulani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Ndani yako unasikia nini? Ni kweli kuna kiwango kimewekwa, lakini ndani yako wewe unasikia nini? Yaani Roho wa Mungu anasema nini na wewe kuhusiana na lile ulilolisikia? Hiki ndo kitu muhimu zaidi. Kwa unaweza kusikiliza ukafanya sawa na kiongozi alivyosema, kwa sababu ni mazoea, ni taratibu na wao wameangalia. Lakini inawezekana Mungu amepanga kukutoa kwenye hali fulani kupitia kwa kitu alikokasema, lakini lazima usikie ndani Mungu anataka ufanye kitu gani. Halo? Kuna kawaida ya kwamba kwa sababu kakangu ile amefanya hivi, ngoja mimi nifanye hivi. Bwana asifiwe sana. Sasa unafanya kwa sababu ile amefanya
kitu fulani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ndani yako wewe unasukumwa kufanya nini? Kile ambacho Mungu anakusukuma kukifanya kina matokeo. Unakiona kilichowakuta ndugu? Yesu aliomba tu, naomba niingie chomboni, akaingia kwenye chombo, akatumia chombo chao. Alipotumia chombo chao hakuwaacha vile. Alijua na wao wana mahitaji gani. Baada ya wao kuyatimiliza mahitaji ya Kristo ya kutaka kutumia chombo. Bwana asifiwe. Alipomaliza kutumia chombo, wala hakuhangaika nao, alikuwa anajua. Sio kwamba alikuwa hajui kwamba wana uhitaji gani. Alikuwa anafahamu. Bwana asifiwe. Aliamua tu kwamba sasa mtatupa nyavu upande huo wa kume. Ni pale pale walipokuwa. Bwana asifiwe. Lakini madam walikuwa tayari wametekeleza ajenda ya Mungu, kuna kitu kilifanyika ambacho hata wao walishtuka. Bwana Yesu asifiwe. Nasema hili neno kwa nini? Nilipewa ujumbe niende nao Tabora. Sasa nilipomshirikisha mtumishi wa Tabora, akaniambia watu wako bize, watu wamekosa mazao, wengine wameenda kwenye uvuvi. Na yeye ni mvuvi Yeye pia ni mvuvi. Kwa hiyo yeye na timu yake alikuwa kule akiwa anavua samaki, kwamba anatengeneza maisha yake akae sawa. Ni kweli kimwili nyumbani hakuna chakula. Chakula kinahitajika. Bwana asifiwe. Lakini Mungu anasema nini na wewe? Mungu ana neno lake na watu. Unawezaje kumwambia sisi tuko bize? Yaani unampa Mungu majira unayoyataka wewe, kwamba huu ndo wakati utakuja useme na sisi, wakati Mungu anataka usema na wewe wakati huo. Bwana asifiwe sana.